Ibara 74(5) inampa mamlaka rais kuondoa tume. Turekebishe ibara 74(10) ya katiba inayolazimisha tume lazima itumie watumishi wa umma. Turekebishe ibara ya 74(12) inayotoa kinga kwa tume kwamba jambo lolote la tume iwe kuengua wagombea, kuzuia kampeni, haliwezi kuhojiwa mahakamani. Ibara ya 41(7) inayosema matokeo ya rais yasiyohojiwa mahakamani. Tukawapa pale vifungu kwa vifungu vinatakiwa kurekebishwa, wakatuzuia hata kuzungumza. Leo anawaambia viongozi wa dini, anasema tulifanya marekebisho ya sheria, vyama vilikuwepo, wadau wakatoa maoni na tumeyazingatia. Mwongo mtupu, Dr. Tulia Ackson. Mwongo mtupu. Sasa Tulia ni mwache pembeni, atulie huko. Hiyo nataka kusemea jambo moja. Kuna kauli ilitolewa na baba askofu mkuu wa kanisa la Anglican. Alisema kwamba jitihada zifanyike kabla ya uchaguzi kurekebisha kasoro za kiuchaguzi. Hiyo iko sawa sawa. Lakini akasema wanaosema uchaguzi usogezwe mbele wataiingiza nchi katika mgogoro wa kikatiba. Hii kauli ya baba askofu, kwa heshima zote kwa baba askofu, haiko sawa sawa. Na nasema haya kwa sababu hii kauli ilianza kutolewa na Kabudi akijaribu kuipotosha umma na watu. Nataka niwakumbushe wananchi moja. Wakati mfumo wa vyama vingi unaanza Tanzania, ulipoingia, uchaguzi wa udiwani na ubunge ulikuwa tofauti. Udiwani ulikuwa unafanyika pamoja na uchaguzi wa serikali za mitaa. Ubunge ulikuwa unafanyika pamoja na urais. Serikali ikafanya uamuzi wa kuunganisha uchaguzi wa udiwani na uchaguzi wa ubunge kwa pamoja. Ili kufanya uamuzi huo, madiwani waliokuwa madarakani wakati huo, sheria ikarekebishwa, wakaongezewa mwaka mwingine mmoja wa kuwepo kwenye utumishi wao ili waungane na uchaguzi mkuu wa ubunge. Kwa swala la kuahirishwa kwa uchaguzi fulani Tanzania si swala geni, limekwishawahi kutokea. Tumeelewana? Sasa kwa upande wa uchaguzi wa ubunge na urais, katiba imetamka kwamba uhai wa ubunge ni miaka 5, uhai wa urais ni miaka 5, unless kama kuna hali ya dharura. Kwa hiyo muda wa uchaguzi unaweza ukasogezwa mbele kwa hali ya dharura. Mamlaka hayo anayo kabisa rais. Lakini hata ukiondoa swala la hali ya dharura, tunaweza kabisa kama nchi, kama tulivyotunga sheria ya kuwaongezea wadiwani mwaka mmoja ili waungane na ubunge, rais anaweza kuita kikao cha baraza la mawaziri wakati huu ambao bunge linaendelea sasa hivi na vikao Dodoma, akapeleka bungeni muswada wa marekebisho ya katiba kwenye jambo dogo tu, kuongeza mwaka mwingine mmoja mbele ili kuruhusu hapo katikati kufanyike marekebisho ya kikatiba ya kisheria ya kuwezesha kuwa na tume huru ya uchaguzi. Jambo hili halitazua mgogoro wote wa katiba. Wangapi mnasema hili mnamtaka Samia alifanye? Wangapi mnataka Samia afanye hilo? Wote mnataka, si ndio? Wote mnataka, si ndio? Ili kutoa mwanya kuweza kufanya reforms katika taifa letu. Ndugu zangu wana Mwanza, tunayo kila sababu ya kuiondoa sisi madarakani. Nchi yetu hii yenye rasilimali nyingi. Nyinyi wa Mwanza mkiwa na ziwa Victoria, mkiwa na dhahabu, mkiwa na mifugo, mkiwa na ardhi. Lakini katikati ya umaskini, katikati ya ukosefu wa ajira kwa vijana, katikati ya hali ngumu ya kiuchumi ya kijamii, katikati ya huduma mbovu za kijamii, katikati ya maslahi ya watumishi ikiwemo watumishi wa umma kama hawa askari wenyewe wanaoshiriki kwenye wizi wa kura, maslahi duni kweli kweli ya watumishi wa umma, ni wakati watu wote kuweka tofauti zetu pembeni na tuungane pamoja
kwenye kazi moja kubwa ya kuiondoa CCM madarakani. Sasa katika kazi hii, akitokea miongoni mwetu akasaliti, huyo tumweke pembeni, sisi tusonge mbele mpaka kieleweke. Nihitimishe kwa kusema kwamba Chadema tulitoka katika uchaguzi wa ndani ya chama uliohitimishwa tarehe 22 mwezi Januari mwaka 2025. Katika uchaguzi ule, kama zilivyo chaguzi zozote zenye ushindani, huwa kunaweza kuwa na timu. Kwa kulikuwa kuna timu Lissu, kulikuwa kuna timu Mbowe, lakini baada ya uchaguzi kumalizika, sisi tuna timu moja tu inayoitwa timu Chadema. Na kwa minajili ya kuendelea kuwa na hii timu moja ya Chadema chini ya kauli mbiu ya Stronger Together, viongozi wapya tulipoingia, kwanza tukasema tuwaite viongozi wetu wote. Bahati nzuri mimi ni kiungo, nilikuwepo kwenye uongozi uliokuwepo, niko kwenye uongozi wa sasa. Ndugu yangu amesema kama mimi ni mashine. Ni mashine, si ndio? Jamaa anasema ni Mbappe. Sasa Mbappe au Ronaldinho au sasa tukawaita. Wengi wao wakasema tuacheni tupumzike. Wachache wakaja, tukazungumza. Tukapanga mpango wa kutekeleza mkakati wa no reform no election. Lakini sio hilo tu, tukapanga na tone tone. Sio hiyo tu, tukapanga kwamba kama kuna mahali kuna tofauti bado za kiuchaguzi, kwa sababu katiba yetu imeunda kitu kinachoitwa caucus ya wazee ya usuluhishi, upatanishi, ushauri. Tukasema ngazi zote za chama, na katibu mkuu nikatoa ujumbe kwa chama kizima wa tarehe 3 mwezi wa 3, caucus kila mahali kushughulikia hizo changamoto. Na kitaifa tukaunda caucus ya wazee. Kuna mambo sio ya kuyasema hadharani, lakini nataka niseme tu, caucus ikakutana na Mheshimiwa Lissu, caucus ikakutana na Mheshimiwa Mbowe, na mambo yanakwenda vizuri tu. Na kazi hizo zitaendelea kufanyika. Lakini katikati ya jitihada hizo tukabaini kwamba kuna watu ambao wenyewe wanasingizia majeraha ya uchaguzi kuhalalisha kutumika kwao na watawala dhidi ya no reforms no election. Sasa watu wa namna hiyo wakiondoka sawa, mmoja amemtaja Wenje alishasema Geita kwa aondoke. Leo yuko wapi? Leo aliniomba ruhusa, amefiwa. Nisikilize. Leo aliniomba ruhusa, amefiwa, amekwenda kuzika Rorya na yuko njiani, anaweza akaja wakati Mheshimiwa Heche anahutubia. Kama ambavyo Pambalu naye aliniomba nimfikishie salamu kwamba kwa kuwa amevunjwa mguu ameshindwa kuwepo hapa. Sasa nataka kusema nini?